Hakuna muda wa kupoteza, hivi ndivyo ambavyo tunaweza kusema. Hii ni kutokana na klabu ya Yanga namna ambavyo wameanza kufanya sajili zao. Yani tayari baadhi ya wachezaji wamesha saini mkataba na utakwenda kufahamu hapa. Na nikwambie tu kwamba kwa maelezo ambayo wanakuambia kwamba Yanga ya msimu ujao haikamatiki. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu tayari kwa upande wa Hersi Said ameshashusha mashine zake 8 mpya kwa ajili ya kujenga Yanga ambayo itakuwa na ubora wa hali ya juu kwa msimu ujao. Sasa kabla sijakupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Klabu ya Yanga inaendelea kuonyesha dhamira ya kutengeneza kikosi chenye ushindani mkubwa kuelekea msimu ujao, huku rais wa klabu Hersi Said akitajwa kusimamia mpango wa kuwasajili nyota 8 wapya. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Yanga imepania kuongeza ubora katika kila idara ya uwanja ili kuendelea kutawala mashindano ya ndani na kufanya vizuri zaidi kwenye upande wa michuano ya kimataifa. Wa kwanza kwenye orodha ni winga Idi Nado. Kwa upande wa Idi Nado ambaye tayari amemaliza mkataba wake na klabu ya Azam, inaelezwa kuwa tayari amekubaliana na klabu ya Yanga na kusaini mkataba wa miaka 3, huku uwezo wake wa kasi, chenga na kutengeneza nafasi ukitajwa kuwa silaha mpya kwa upande wa klabu ya Yanga. Lakini pia katika safu hiyo ya upande wa mchezaji wa pembeni yani winga, Yanga tayari imemalizana na bwana mdogo Juma Abushiri akitokea ndani ya klabu ya Fountain Gate. Winga huyu ameripotiwa kusaini mkataba wa miaka 5 baada ya kuvutiwa zaidi na kiwango chake ambacho ameweza kukionyesha kwa msimu uliopita. Abushiri kapewa mkataba wa miaka 5 ndani ya klabu ya Yanga kutokana na umri wake, lakini pia Yanga wakiamini kwamba ataweza kuonyesha kitu kikubwa. Lakini pia wakati huo kwa upande wa klabu ya Yanga inatajwa kumfuatilia kwa karibu zaidi Emmanuel Flomo. Moja ya kitu kikubwa ambacho kwa upande wa Yanga wanakitizama ni kuona namna gani haswa kwa upande wa klabu itaweza kuonyesha uwezo mkubwa kwa msimu ambao unafuata. Emmanuel Flomo, nikwambie tu kwamba huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye upande wa winga ndani ya klabu hiyo ya Al Hilal ya pale nani. Tunasema kwamba moja ya timu ambayo imeweza kuwa na wachezaji bora. Winga huyu ambaye anacheza kwenye upande wa kulia Emmanuel Flomo anacheza Al Hilal ya pale nchini Sudani, na inatajwa kwamba tayari amekutana na viongozi wa klabu ya Yanga, kwa hiyo muda wote mambo yatakwenda vizuri. Lakini pia katika safu ya ushambuliaji, jina la mshambuliaji Maccabi Lepo, na yeye pia ni moja mchezaji ambaye anatajwa kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya pale Kaizer Chiefs kwa msimu uliopita. Hivyo na yeye pia anatajwa mambo yako vizuri kabisa. Lakini pia kwenye eneo la safu ya ulinzi kwa upande wa klabu ya Yanga inatarajia kuongeza nguvu zaidi kupitia mabeki wa pembeni ambao ni kutoka pale Mashujaa. Kwanza ni Mohamed Musa. Kijana huyu ambaye ameweza kuonyesha uwezo mzuri kwa msimu uliopita, tayari anatajwa kumalizana na klabu ya Yanga. Lakini pia beki mwingine ni Abdul Nasir Gamal, naye huyo pia anatajwa kwamba tayari ni sehemu ya mpango wa kuongeza ushindani katika safu ya nyuma. Lakini pia orodha hiyo inahitimishwa moja kwa moja na mshambuliaji Langelil Fili anayehusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Stellenbosch. Anaelezwa kuwa ni mshambuliaji mwenye nguvu, kasi na uwezo mkubwa. Kwa msimu uliopita pale Afrika ya Kusini ameweza kufunga mabao 7. Ukiona mchezaji kafunga mabao 7 pale Afrika ya Kusini, jua tu kwamba kiwango chake ni chenye ubora wa hali ya juu zaidi. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa klabu ya Yanga na namna ambavyo wanatazama kuboresha timu kulingana na aina ya wachezaji ambao wanawahitaji.